Tunakukaribisha kwenye Mpae Media Life Story. Hii ni Mpae Media. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Mpae Media? Kama ni mara yako ya kwanza kufungua chaneli hii, na kuomba subscribe Mpae Media ili uwe wa kwanza kutizama vipindi vyetu pindi tutakapokuwa tunavirusha hewani. Pia usikose kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii @Mpae Media. Kila page unaweza kuandika hivyo na ukatupata. Leo hii nimekuja na simulizi ya kusisimua kidogo ya maisha inayomhusu kijana Juma. Simulizi hii leo nitakupa kama simulizi, ila mbele nitakujia na video yake iliyokamilika. Na kuomba utege sikio na unipe muda wako na unipe macho kutizama na kusikiliza stori hii. Maisha ya Juma hayakuwa rahisi hata kidogo. Alianza kupoteza kila kitu moja baada ya kingine. Siku moja mama yake Juma alifariki. Alikuwa kila kitu kwake. Lakini haukuchukua muda baba yake pia naye akafariki. Na hapo Juma akabaki mpweke kabisa. Maisha ya Juma yalikuwa ya visanga sana. Alipitia changamoto nyingi ambazo zilimzidi uwezo wake. Baada ya kumzika baba, siku mbili mbele Juma alipata ajali ya pikipiki. Alivunjika mguu na hapo ndoto zake zikaanza kufifia. Alijiuliza maswali mengi sana Juma. Maisha yangu yana maana gani sasa? Lakini siku moja aliamua kubadilika. Kama hakuna wa kunisaidia, nitajisaidia mwenyewe. Alizungumza kauli hii Juma kwa ushupavu sana. Ikumbukwe Juma hakuna ndugu yoyote ambaye kwao alibaki. Alikuwa yeye, baba yake na mama yake. Baada ya kufariki wazazi wake akabaki mpweke. Alihangaika sana Juma kutafuta namna ya kuendesha maisha yake. Alihangaika huku na kule, akajaribu kuomba barabarani, ila bado akaona haimkidhi mahitaji yake. Siku moja Juma alipata wazo la kuamua kujifundisha ufundi. Ndipo Juma alipoanza kutembelea kwa mafundi na kuomba wamsaidie kumfundisha ujuzi. Mafundi wengi walimkatalia sana na wengine kumfukuza kwa kumuona kirema. Ila siku ya bahati ikifika, imefika. Siku moja Juma alikutana na mzee mmoja ambaye alikuwa anajishughulisha na kutengeneza furniture. Akaamua amsaidie Juma kumfundisha. Juma kutokana na hali yake ya ulemavu alipambana sana. Alichagua zile kazi rahisi na kuanza kuzifanya. Akaanza kubadilika siku hadi siku na ufundi ukaanza kuingia kichwani. Japo alichekwa sana na wengi, maana kuna vitu vingine kuvifanya kwake vilikuwa vigumu. Juhudi za Juma ziliongezeka siku hadi siku, na hadi pale muda ulipofika, fundi wake akamwambia Juma, sasa hivi ushakuwa fundi mkubwa. Nitakachofanya nitakusaidia kamtaji kadogo ili ukaanzishe sehemu yako na wewe uanze kujihudumia mwenyewe. Juma alifurahi sana kusikia vile. Ila ilipofika kesho yake, pia yule fundi naye alipata ajali na akafariki. Ndoto za Juma zikazidi kufifia, maana msaada ulipotea tena. Mpenzi mtazamaji wa Mpae Media, stori hii inahuzunisha sana. Stori inasisimua sana. Kijana Juma hakukata tamaa. Kwa kuwa ujuzi alikuwa nao na ushaingia kichwani, akaanza mdogo mdogo kuomba tenda za kutengeneza vitu vya watu. Hatimaye Juma akaanza kuwa maarufu na kawa na ofisi kubwa sana ambayo iliajiri vijana wengine. Namalizia tu kwa kusema Juma alipoteza kila kitu, lakini hakupoteza moyo wake.
nia yake ya kupambana ilikuwa pale pale, na hadi leo hii ndoto za Juma zimetimia. Na wasii tu vijana wenzangu, msikate tamaa kwenye kutafuta. Maisha ni safari ndefu sana. Wewe mpenzi mtazamaji wa Mpay Media, kama umeguswa na stori hii, gusa alama ya subscribe hapo ili upate mwendelezo wa stori hii pindi nitakapokuwa nimeweka mwendelezo wake. Ni msimuliaji yako mimi Hamzuruni Mkadimba, msimuliaji bora wa stori za kusisimua, za kufundisha na kujenga maisha. Usisahau kusubscribe Mpay Media ili uwe mwanafamilia wetu na ili uendelee kujifunza mengi kupitia sisi. Asanteni sana.